Katika kitabu cha Kutoka sura ile ya kwanza mstari wa 8 hadi ule mstari wa 22, maandiko mahali hapa yanazungumza Mungu hutimiza kikamilifu kusudi lake kwenye maisha ya mwanadamu licha ya upinzani wa adui kuinuka. Mungu hutimiza kikamilifu kusudi lake kwenye maisha ya mwanadamu licha ya upinzani wa adui kuinuka. Na mahali hapa yako mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, maandiko yanatuonyesha lengo la adui, lengo la shetani anapoachilia upinzani kwenye maisha, huwa ana lengo gani? Huwa lengo ni gani shetani anapoachilia upinzani kwenye maisha? Na jambo la pili, maandiko yanatuonyesha ni njia za kibibilia ambazo Mungu anazitumia kutimiza kikamilifu kusudi lake kwenye maisha ya mwanadamu. Na mahali ambapo tumesoma Biblia inatuonyesha haya mambo mawili. Acha tuangalie jambo la kwanza, baadaye tuenda jambo lingine. Tuangalie lengo hasa ni nini shetani anapoachilia upinzani kwenye maisha. Lengo lake nini? Farao alilenga nini? Alilenga wana wa Israeli. Na upinzani wa wana wa Israeli haukuwa katika uchumi wao. Upinzani wa wana wa Israeli haukuwa katika mashamba yao. Upinzani wa wana wa Israeli ulikuwa katika uzao. Maandiko yanatuonyesha kwamba Farao aliachilia upinzani kwa wana wa Israeli, na Farao alilenga mambo makubwa matatu. Alipoachilia upinzani kwa wana wa Israeli juu ya uzao wao, alilenga mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, alilenga lisiwepo ongezeko kwa wana wa Israeli. Alilenga lisiwepo ongezeko. Maandiko yanasema